BDK TV, the truth shall set you free. Huko kwa mtandao, kwa YouTube, wapi huko tunawaongelelea pia, ndio pia neno la Mungu liweze kuwafikia na liweze kuwa msaada kwao. Bwana asifiwe. Ndio mnaona tunachukuanga kwa kamera ili tusijipende sana, tupende hata wale wengine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tulikuwa tunaona kwamba katika maisha hii tuko na maadui wengi sana wawili. Pahali tunataka kutoka na pahali tunaenda. Pahali tunataka kutoka kuna strong man anatuambia hapa hautoki, ambaye tuliona ni kama Firauni vile alifanya Waisraeli. Na pale tunaenda tuko na strong man ambaye ni wa Kanani, ambao wanasema nchi ya Kanani ambayo iko na maziwa na asali na mambo mazuri na manyumba na miji mizuri, wanasema hamutaingia. Na tuliona pale katika Jericho kulisimama maaskari na wakaambia Waisraeli hapa hamutaingia, lakini kwa uwezo wa Mungu waliifika. Walitoka kwanza kwa Firauni, wakatoka na pia wakaingia Kanani. Bwana asifiwe. Hata sisi, ambia jirani yako, hata mimi nitatoka Misri na nitaingia Kanani yangu. Unajua hata Kenya kuna watu wengi wamejaribu kututoa Misri wanatupeleka Kanani, lakini tukifika kwa jangwa wanasema sijui mto imepatikana nini? Crocodile. Hamfuatangi mambo ya nchi? Wanasema pale kabla wavuke walikutana na mamba. Lakini sisi tutaingia Kanani yetu. Bwana asifiwe. Ambayo tusema ni hatima, destinies. Adui hupigana na destinies hata za watoto wetu. Wewe unafikiria mtoto apate mazuri, lakini naye adui anasema huyu hatafikia. Lakini Mungu anasema utafika. Bwana asifiwe. Tuliona hiyo maneno, lakini leo nataka tuone vile tutapiga huyo mtu mwenye nguvu. Vile tutamshinda huyo strong man. Praise God. Katika neno la Mungu tuliona kwanza Mathayo 12 mstari wa 29 kwamba Yesu akasema hauwezi ukaingia mji kuchukua mali ama utajiri kabla haujashika mwenyewe hiyo mji ambaye ni mwenye nguvu, umshike umufunge ili uweze kupokea hizo mali. Nasi leo tunataka tuone tutashikaje strong men, wale wanatushika tusiondoke na wale wanatufungia tusiingie. Praise God. Amen. Mungu ametupa uwezo. Hello. Na uwezo mwenye ametupea sio wa mwili na damu, ni uwezo wa silaha za kiroho. Haleluya. Katika kitabu Korintho wa pili 10 hapo mstari wa 3 na mstari wa 4, mwenye anaandika anaweza andika Korintho wa pili, sisomi nataja tu, wa pili 10 mstari wa 3 na mstari wa 4. Nasema silaha tunazopigana nazo sio za mwili na damu, lakini ni silaha ambazo zimetoka mbinguni, zinatuwezesha ama inatusaidia kuangusha manguvu za giza na kupiga nguvu za maadui. Praise God. Amen. Kwa hivyo tumepewa authority, mamlaka ya kupiga maadui na mamlaka za giza kutokana na silaha za mbingu. Nazo hizo silaha ni silaha aina gani? Katika kitabu cha Mungu Yeremia 1 hapo kuanzia mstari wa 3, sisomi nataja tu, kama utapata nafasi utasoma. Yeremia 1 mstari wa 3 kuendelea mpaka 10. Inasema ya kwamba Mungu akakuta Yeremia mwenye akamwambia, wewe Yeremia, nimekuita. Yeremia akasema, mimi ni mtoto, itawezekanaje na mimi ni mtoto mdogo? Mungu akamwambia, nimekuchagua tangu ukiwa kwa tumbo ya mama yako, na nimekufanya mkubwa na kiongozi na nabii mkubwa katika taifa. Biblia inasema hapo mstari wa 3 kwamba Mungu akaja akaguza Yeremia mdomo, akamuweka neno lake ndani yake. Akamwambia Yeremia, nimekuweka neno langu ili ukaende kutumia hili neno, uende uangushe, ung'oe, uangamize, uharibu ngome zote mbaya. Praise God. Amen. Na wewe Mungu pia amekupa mamlaka, na mamlaka amekupatia ni neno lake ambalo likae ndani yako, uweze kuliongea liangushe nini? Ngome.
na manguvu ya giza. Hautashinda kwa maneno yako, hautashinda kwa kusema jina lako ama familia yenu ama nchi yenu ama kanisa lako vile kubwa na linajulikana. Utashinda kwa kunena neno la Mungu. Praise God. Yesu alimshinda shetani jangwani kwa neno la Mungu. Shetani alimjaribu akaweka kama ngome, akamwambia hautapata mali ya dunia usiponiinamia. Najua hivyo ndio adui anaambia mtu, usiponiinamia hautapata utajiri hapa. Hiyo ngome, hiyo strongman anakuambia hivyo. Lakini Yesu alimwambiaje? Neno la Mungu limesema usiabudu miungu ingine isipokuwa Jehova Mungu peke yake. Alishinda adui kwa neno lake. Kwa hivyo Yeremia akawekwa neno la Mungu ndani yake. You have to possess the word of God in you. Lazima uwe na neno la Mungu ndani yako ili uwe unanenea hiyo milima, hiyo ukuta. Bila neno la Mungu maneno yako haitaweza. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alishinda Goliath katika 1 Kings 17. Alishinda Goliath kwa kunena neno la Mungu. Alimwambia, wewe Goliath Mfilisti, umekuja na mikuki na masilaha kubwa kubwa, lakini mimi nitakuja kwa jina la Jehova aishie milele. Akamwambiaje? Nitakukata shingo yako, nitakuangusha na utakuliwa na manyoni ya angani. Hello. Kwa hivyo vile alinena neno akiwa amejazwa na roho wa Mungu, hiyo ilifanyika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima uwe na neno la Mungu. Hata wakati unaomba, uombe kulingana na neno la Mungu. Biblia inasema watu wanaomba na wapati sababu wanaomba kinyume na mapenzi ya Mungu. You have to pray according to the word of God. Ezekiel 37. Hello. Kuanzia mstari wa kwanza hadi 10. Unajua hiyo story ya mifupa iliyokauka. Ilikuwa bado ni mambo ya vita. Israeli walikuwa wamepigwa na adui na maaskari wameuawa, wamekufa, mifupa imekauka. Lakini Yeremia akapatiwa silaha ya kupigana na adui, ya kufufua mambo yaliyokufa, ya kurepossess mambo yalikuwa imepotea. Mungu alimweka neno lake. Ezekieli akaambiwa na Mungu, Ezekieli, mifupa hii inaweza rudi uhai? Ezekieli akasemaje? Mimi sijui, wewe Mungu ndiye unajua. Mungu hakufanya, lakini aliweka neno lake ndani ya Ezekieli. Akamwambia Ezekieli, enda utabiri hili neno nitakwambia. Enda utabiri. Ukisoma neno utasikia kwamba Ezekieli alipoambiwa alichukua hilo neno, akaenda nalo, akaanza kutabiri ama kudeclare vile Mungu alimwambia. Na vile alideclare akasema, enyi mifupa, Jehova Mungu anasema muwe hai. Ikakuwa hai. Enyi mifupa, Jehova Mungu anasema mkuwe na mishipa. Ikakuwa mishipa. Enyi mifupa, Jehova Mungu anasema muwe na nyama ndani yenu. Ikakuwa hivyo. Enyi mifupa, Jehova Mungu anasema muwe na pumzi, muwe uhai. Pumzi ikakuja, upepo ukakuja, ukajaa ndani ya. Lakini hiyo ilifanyika kwa vile Ezekieli alikubali kutamuka maneno ya Mungu ilikuwa imewekwa ndani ya. Wewe unatamukia shida iliyo mbele yako, lazima utamukie milima iliyo mbele yako. Yesu akasema Marko 11:23-24 kwamba alipokuwa wanafunzi wake walishangaa alilaani jioni. Asubuhi wanafunzi wakakuta imekauka. Wakashangaa, wakamuuliza, ilikuwaje ulilaani mti ikafanya nini? Akawaambia, hata ninyi mkiamini mtaambia milima isonge, ing'oke, itoke pahali iko iende kwa bahari, na mtaambia miti mikubwa ing'oke iende pahali mnataka. It is a matter of declaration. Ni vile wewe utakubali kutangaza vile nataka, lakini ni kulingana na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na imani kubwa, lakini usipotangaza, hiyo imani haitafanya kazi. Yakobo 5
Yakobo 5 hapo mstari wa 14-15 nasema ya kwamba maombi ya mwenye haki inapofanya kazi inafanya mambo makubwa. Takatifu, wewe una imani lakini hautumii hiyo imani kutangaza kwa mdomo wako. Hiyo imani yako na maombi yako haitafanya kazi. You have to declare, utangaze kwa maombi. Na kuna mambo mengine sio kuomba. Halo, hebu nielewe vizuri. Kuna mambo mengine sio kuomba, ni kudeclare, kutangaza. Yesu akasema kwa mlima, alisemaje? Hakusema mkiwa na imani muombe mlima ihame. Alisema mkiwa na imani muambie mlima imoke iende. Mambo mengine sio kuomba, mambo mengine ni kutangaza na kuongelesha hizo mapepo vile unataka. Yesu alipoacha wanafunzi wake aliwaambiaje? Nimewapea nguvu muende mkitoa watu mapepo. Sio kwenda kuombea watu, ni kukemea mapepo. Mambo mengine sio kuomba. Mnanielewa? Mambo mengine sio kuomba, ni kutangaza. Kama ni mashetani, usiende kusema Mungu naomba hii mapepo itoke kwa huyu Jane. Mapepo hapana. Ni uchukue nguvu na mamlaka vile Yesu alikupatia mamlaka. Sema wewe pepo, nimekukemea, toka. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio Ayubu akasema katika kitabu cha Ayubu 22 mstari wa 28. Nasema hivyo, kama unaweza kuandika uandike. Sitaki kusoma. Hiyo nasoma yenye iko ndani yangu. Praise God. Amen. Hata sijaandika hapa, hakuna kitu nimeandika. Iko ndani yangu, na ndio nataka hata wewe uwe na neno la Mungu ndani ya. Praise God. Ayubu 22:28 inasemaje? Na utatangaza jambo na hiyo jambo litafanyika. Kuna mambo ya kuomba na mambo ya kutangaza. Ukitabiria maisha yako, waambia wewe mtu ambaye roho umeshika maisha yangu, kutoka leo na kukemea katika jina la Yesu. Wachilia kazi yangu, wachilia biashara yangu, wachilia watoto wangu, wachilia bwana yangu. Praise God. Na wamama, niwapatie siri siku ya leo. Sana nimesikia leo wamama wako kwa vita sana. Lakini niwapatie siri siku ya leo. Na bado hata katika ndoa wamama ndio wanakuanga na vita sana. Yaani ndio wako kwa ndoa, wamama ndio wako na challenge. Yaani ndio wanapigwa sana katika ndoa, vita ya ndoa. Ukikuta kanisa, wamama wengi ndio wako kanisa. Na wababa wengi wako kwa shughuli za pombe za mambo mbaya. Kwa hivyo wamama ndio wengi wako kanisa. Unakuta ndio wanalia sana katika ndoa wamama. Nataka nikupe siri. Biblia inasema wakati mumeoana, mumekuwa kitu moja. Hiyo ni kusemaje? Hii mkono na hii mkono iko kwa mwili moja. Kwa hivyo hii mkono inaweza fanya kitu kwa niaba ya hii. Si ndio? Na inaweza fanyia hii mambo mazuri, inaweza simama kwa niaba yake. Kama mtu anataka kukugonga hii mkono, si hii inaweza kinga. Hiyo inamaanisha mkiwa pamoja, wewe mama na bwana yako, unaweza declare kitu kwa niaba ya bwana yako, na hiyo kitu itawezekana. Ambia shetani, huyu ni bwana yangu, wewe ngome ya pombe umemshika, na kuamrisha katika jina la Yesu umua, na itawezekana. Because you have authority on behalf of your husband. Kwa sababu mmekuwa kitu kimoja. Kama bwana yako ameshikwa na shetani ya kupeleka pesa yake kwa watu wengine huko, you have authority to claim that money. It is yours. Ile ya bwana yako hata wewe ni yako. Ambia shetani, wewe shetani na ngome na roho chafu, unachukua pesa ya bwana yangu ukiharibu. Ninakukataa, ninakukemea, na hiyo pesa ninasema haitaharibika. Ikuje kwangu. Unafikiri wale wanaendanga kwa uchawi wanafanyaje? Wanaenda wanaambiwa waongee. Hata hao wanaendanga wanatoa sadaka alafu wanaambiwa hebu ongea vile unataka. Wanaongea. Hata wewe. Unajua wachawi wanakopi vile mambo ya Mungu inafanyangwa. Mnajua hata ile kuchinja kuku ile na kumwaga damu, mnajua hiyo wametoa kwa Biblia. You know that? Most of you don't know. Ile unasikia kwa wachawi wanaitishwa kuku,
wanachinja iko kwa Biblia. Najua sasa nawashtua. Iko kwa Biblia, iko kwa hii Biblia. Shetani huwa anakopi mambo ya Mungu. Lakini nyinyi mkishindwa kutumia, yeye anatumia vizuri. Wakati wa Yesu walikuwa, kabla ya Yesu watu walikuwa wanatumia mambo ya damu. Walawi walikuwa wanaambiwa mtu akiwa shida analeta tonyoni, analeta kuku, inachinjwa, inamwagwa damu na yeye anaongea maneno, kwa hiyo sadaka anaongea vile anataka. Naye shetani alikopi hiyo maneno. Wachawi wanakuitisha hiyo. Lakini saa hii wakati Yesu alikuja tuliondolewa kwa hiyo sadaka ya damu. Hatutoi hiyo makuku, hatutoi. Tunaongea kwa jina la Yesu Kristo aliyefanywa kondoo, akachinjwa moja ya kutosha. Tunaongea kwa jina lake, mambo yanafanyika. Bwana asifiwe. So it is for you to declare. Na nikwambie jambo. Katika Mathayo 11 hapo mstari wa 20 na ngapi? 20 hapo na 9. Kwamba tangu wakati wa Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu utachukuliwa cha lazima. Na wenye watatumia nguvu. In English, from the time of John the Baptist, the kingdom of God suffereth violence, and those who will possess it, they will possess by violence. Kupokea mambo yaliyoshikwa na kimtu kenye nguvu, sio uende uchekeshe shetani, ama uchekeshe maadui, ama uchekeshe hiyo milima na mangome. Ni kutumia nguvu na mamlaka. Haleluya. Na sio mambo ya kwenda kuleta. Hapo hakuna amani. Hapo ni vita. Praise God. Efeso 6:11 inasema tunapigana vita na mapepo na maroho iliyo angani, na ni vita kali. Sio la rahisi. Na ili upige hiyo maroho na uangushe hiyo mangome na maroho machafu, utatumia upanga. Hiyo upanga tunaambiwa kwa Biblia ni nini? Neno la Mungu. You have to declare, na hapo ndio tunazunguka kudeclare maneno kulingana na mapenzi ya Mungu. Praise God. Na ndio uliona wakati wa Israeli waingie Canaan, lazima kwanza wangepiga. Biblia katika Joshua 6 hapo moja. Nikubalie nisome hilo neno. Joshua 6 wameweka ngome pale. Joshua chapter 6 verse 1 tuone. Joshua kwa wapi? Mmepata Joshua? Joshua 1. Joshua ako baada ya Kumbukumbu. Ukimaliza Kumbukumbu vitabu vya Musa, vitabu vitano, ndio unaingia Joshua. Joshua 6 mstari wa kwanza inasemaje? Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hello? Ile Jericho ilikuwa mji wa kwanza wa Canaan. Na ulikuwa umefungwa sio kwa sababu ya wale watu wa huko, ulikuwa umefungwa sababu ya Waisraeli. Kuna mambo dunia hii imewachiliwa watu wenye dhambi, watu waovu, watu wakatili. Lakini kwa mtu wa Mungu ama yule ambaye anamwamini Mungu imefungwa. Utakuta watu wengine wanapokea hiyo mavitu sana. Halo? Lakini kwako wewe mwenye kupenda Mungu unakuta hiyo mambo imefanya nini? Hata usipojibu hiyo ndio ukweli. Watu wengi wanapokea hiyo mambo, unakuta wako na mapesa, hata walevi wanafanya kazi, wanaandikwa makazi, hata wanakunywa pombe kabisa, lakini bado wako na pesa. Jericho ilikuwa imefungwa sababu ya Waisraeli. Hata wewe kuna mangome imefungwa. Boundaries zimefungwa sababu yako. Hata kwa plot unaweza kuta hata landlord anapendana na watu wote, lakini wewe anakuchukia. Hata wengine anawaachilia hata miezi 2-3, lakini wewe kufika tarehe 5-6 ni vita. Sababu wale wengine ni wa Jericho. Lakini wewe Muisraeli umewekewa vikwazo. Mji wa Jericho ulikuwa umefungwa sababu ya Waisraeli.
hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Miji mingi imefungwa kwa sababu ya wewe mtakatifu. Wewe umeamini. Mashetani inakujuanga, mapepo machafu inakujuanga. Hata unaweza enda pahali kwa market ama wapi, unakuta wale watu wengine wote wanaelewana, lakini wewe ndio wanakupiga. Unaona watu wanakuchukia. Hata unaweza kukomboa kwa plot fulani, kwa area fulani, watu wote wanaelewana. Mtu mkienda kupanga maji laini, wewe yako tu ndio unachukiwa. Ukiwanika manguo kwa makamba yako ndio utaletewa shida. Wengine hawataulizwa. Hata kwa duka ukijaribu kwenda kukopa kitu unaambiwa hapana, wengine wamekopa maelfu. Unakuta wale hawana shida, lakini wewe hizo maroho mangome inakujua. Inakuwekea ukuta. Wengine ukienda hata pahali shule, wengine wanakubaliwa, wewe unakataliwa. Kwa makazi unauliza kazi, wengine wanachukuliwa haraka. Halo, Bwana akamwambia Joshua, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Halo, huyo mji ulikuwa na mashujaa na Joshua alikuwa amepewa, lakini alikuwa na kazi ya kufanya. Praise God. Lazima kwanza angeshika hawa mashujaa, awapige, awabomoe ukuta ili aweze kuingia Canaan. Lakini Mungu alikuwa ameshampatia, lakini alikuwa na kazi ya kufanya. Ukisoma hapo, sitaki tuendelee, kuna ile system alipewa ama ile program aliambiwa afuate. Achukue kwanza sanduku la Jehova, apatie wakuhani waendelee nayo, waende mbele, alafu wao askari wafuate nyuma, na akaambiwa azunguke siku 6 akiwa amenyamaza. Praise God. Amen. Siku ya 7 azunguke mara 6, lakini ya 7 ndio tangaza kwa sauti. Hapo ni siri ya maombi, kwamba kabla ya kwenda kukemea mapepo, kabla ya kwenda kushout na kupiga na kufukuza shetani ama hiyo kimutu, kwanza kaa kwa maombi, na ukae sanduku la Jehova liwe ndani yako na likuongoze. Usiende kwa kuongozwa na akili yako, usiongozwe kwa ujuzi wako, uongozwe na sanduku la Jehova liwe mbele yako, na uwe umeweka wakuhani mbele, maombi. Alafu kabla ya kwenda kuface adui, kwanza ukuwe na siku zako za maombi. Praise God. Na ndio unaona hata wakati mwingine ukienda pahali kuuliza kazi, enda kwanza mbele, uzunguke siku 6. Sio lazima uombe siku 6, lakini hiyo ni mfano kwamba uende kwa maombi. Praise God. Jambo lolote unataka kufanya ili upigane na ngome na strongman na stronghold, lazima kwanza uwe na nafasi ya kuzunguka na maombi ukiwa umenyamaza, kabla ya kwenda kukemea shetani. Si unaweza enda kukemea ikwambie, wewe Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, na wewe ni nani? Ili usiambiwe hivyo, kwanza enda uelewane na sanduku la Jehova la agano, alafu uzunguke kwa maombi. Hata kabla ya kwenda kuhubiri pahali, enda kwanza uzunguke kwa siri kwa maombi, ili uchukue silaha za mbinguni. Efeso 6 kwamba usipigane kwa nguvu ya mwili. Ati tuko na waimbaji wazuri sana, tuko na waevangelisti wakali sana, tuko na vyombo kali sana, tuko na maroli ya kuzunguka, tuko na maspika makubwa. Hapana, sio hiyo. Kwanza enda uombe, uitishe silaha za mbinguni, ili ukienda kukutana na hiyo strongman ya hiyo ngome. Wacha niweke kitu kidogo hapa wazi vizuri. Kuna strongman na stronghold. Strongman ni mwenye nguvu na stronghold ni ngome. Mnakuwa sikianga hata wanasiasa wakisema eneo fulani la Mount Kenya ni stronghold ya mtu fulani. Mshasikia hivyo? Mambo ya Coast ni stronghold ya mtu fulani. Mjawahi sikia? Kama ni Kisii ama Nyanza, anasema hiyo ni stronghold ya mtu fulani. Tunaongea mambo ya siasa. Si mnasikianga wakisema? Mtu fulani, tuseme mtu A anasema ukienda pande ya Ujaluo kuna stronghold ya fulani. Sasa huyo stronghold, huyo mtu mwenye anaambiwa hivyo mwanasiasa amekuwa strongman wa hiyo stronghold. Anajishikia, anasema hakuna mtu atatawala wapi? Na wengine wakati wanasema hivyo huwa wamefanya kafara, wamefanya sacrifice
ili achukue mamlaka ya hiyo area. Hello? These things are spiritual. Hata wengine ukiona wakichaguliwa, wengine wamefanya mambo kiroho. Aidha kiroho mzuri ama kiroho mbaya. Bwana asifiwe. Sababu mambo yote kabla ya kuchukua kimwili unaichukua kiroho. Praise God. Amen. Na ndio uliona Daudi aliua Goliath kwanza kiroho. Alisemaje? Wewe nitakushika nikuue, nikukate shingo, nikuangushe, nikukatanishe shingo yako na mwili, na mandege wa angani watafanya nini? Tayari katika kiroho alikuwa amemuu. Sasa ndio baadaye ikafanyika kimwili. Akaenda akachukua hiyo mawe akamuonga, akaenda akachukua hiyo upanga yake ya Goliath akakata shingo. Maana alikuwa amemuua kiroho. Hata wewe kabla ya kuenda physically, enda kiroho. Kiroho ni kuenda kwa maombi. Hata ukiweza kufunga kula na kunywa na uombe. Uzunguke huo mji wa Jericho. Uzunguke katika maombi kabla ya kwenda kuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio Yeremia akaambiwa, Yeremia, nimekuweka neno langu ndani yako na nimekupea mamlaka uende ung'oe, uangushe, uharibu na uvunjavunje ngome zote. Kini Yeremia alikuwa anajidharau. Hata wewe unajidharau. Praise God. Nakumbuka siku moja katika mji wa Kikuyu nilikuwa, Mungu akanituma kuhubiri hapo na kuomba. Wale wanakumbuka stage ya zamani, waacha hii mpya. Nikaenda hapo nikaomba miezi 2 asubuhi saa 11 naenda hapo. Nikaanza kutangaza lakini nikaenda nikafanikiwa na kale kaspika kakushika hivi kakuweka tu battery. Unakajua? Hii watu wa simu wanakuanga nayo. Hiyo ndio tulikuwa tunatumia zamani. Nikaanza kutumia. Nikakaa hapo miezi 2 hiyo stage ya zamani. Kikuyu hakukuanga soko, watu walikuwa tu tunauzia popote. Nilipokuwa naombea pale, Mungu akaniambia wewe unaombea hii stage na tauni yote. Nilikuwa naenda hapo naomba na alafu nahubiri. Kumbe sikuwa najua venye ninafanya. Nilikuwa navunja ngome. Na sikujua stronghold. Na hapo kutoka hapo ndio nikaona kumefunguka hiyo sehemu hapo, kukakuwa na soko. Na wakati nilikuwa wakati kulikuwa nakaa soko, watu wakaandikwa. Mimi tulipokuwa naandikwa, tulipojaribu ilishindikana. Wale walikuwa wamechukuliwa list wakapatiwa. Lakini Roho wa Mungu akakuja akanikumbusha, akaniambia, nakumbuka uliombea hii mji na ukaombea biashara na ukaombea mambo ya biashara na kila kitu. Kwa sababu ya hiyo nimekufungulia mlango. Nilipokuwa naenda hapo nikakuta ati kuna ile masloti ilikuwa inapeanwa, nitapatiwa hapo, kuna nyingine inapatikana. Na nikapatiwa. Nilipoandikwa na tukaendelea na biashara, Mungu akanipa jukumu ya kuwa naombea pale. Hata nikaanza kufanya maombi. Joseph alikuta hiyo maneno. Kaanza kufanya maombi, kafanya. Yaani hiyo ngome nikaendelea kushika na nikaendelea kuvunja strongmen na strongholds. Nikaanza kuzivunja. Mnakumbuka wakati pia tulikuwa tunataka kutoka pale, wale wa karibu kwa Kikuyu karibu, kulipatikana shida. Soko mpya imeisha na tuko hii mpya, tunajaribu kwenda ile mpya, kukakuwa vita. Kukakuwa mavurugano, watu wakaanza kuvurutana, kaanza kuwa kukosa kuelewana. Kukakuwa hata kesi kotini. Nikasimama kotini around 5 months kotini sababu hiyo maneno. Kuendelea kabla sasa tuingie, corona ikaingia 2020. Nakumbuka kasemekana watu hawataingia sababu kuko na corona. What was happening? Ni hizo strong men mwenye ametushika soko ya makaratasi ya manaironi, hataki tutoke hapo. Na yule pale mpya kuna strong man tena ameshika, amesema nyinyi sio walikaia modern market, hamtaingia kwa hii soko. Na watu wengi walikufa. Most people died. Hawakuingia. Na kukawa vita. Praise God.
Sababu ya hizo strong man mbili. Ile inakuwekanga kwa matope, ile soko ya zamani ilikuwa matope, ilikuwa makaratasi. Kuna roho inakushikanga usitoke pale. Nayo ile inasema hautaingia. Nashukuru Mungu siku tulikuwa tunaingia pale, hao wa serikali walikuja wakatupanga, na nikaambia kabla tuingie tutaomba. Nikaambia mkubwa wa county hapo wa Kikuyu sub county, nikamwambia before ufungue mlango tutaomba. Akasema kweli pastor, kuja uombe. Kanipatia microphone na nikaomba na nikashukuru. Sababu nilikuwa katika revelation. Lazima tuvunje mango, na tuliingia. Na waki tuliingia, kuna watu pia walikufa kabla wajaendelea na biashara. Sababu ngome ya pale unatoka haitaki utoke. Na pahali unaenda hiyo pia roho ya ngome hapo itaki uingie. Na ndio niliwaambia last time, kuna watu wanapigana sana wajenge nyumba mpya. Unakuta wamepigana wameweza kujenga. Ile roho ya kanyumba ya zamani imewaacha. Lakini ile roho ya kusema ile nyumba mpya ya mawe ama ya mabati ya nyumba mpya, roho hiyo inakataa, inasema hautaingia. Nakuta mtu kabla aingie amekufa, ama sasa ile ameingia amekufa. Haenjoy hiyo nyumba. Kwa nini? Sababu kuna hiyo maroho mbili. Haitaki utoke kwa hiyo maisha ya zamani, na ingine haitaki uingie kwa hiyo maisha mpya. Na nikawaambia hata wakati unaenda ng'ambo kutoka kwa nchi yako, kuna roho imekushika kwa nchi yako usitoke. Na ukitoka kuna roho ingine imekungojea. Wakati unaingia hiyo mji ingine, hiyo nchi inakushika ili usifaidike na usipate. Na unakuta hata wengine wamefaulu, wametoka nchi yao kama Kenya, akienda huko hata akifaulu kukaa, either anashikiwa mali yake hata faulu, ama unasikia ameshikwa na magonjwa, ama hata wengine wamekufa. Sababu kuna mapepo ya hiyo nchi inapigana na yeye. Ulipigana mapepo ya kwenyu, lakini ulikutana na ingine, unafikiri umeshinda, kumbe ukumbuki kuna mapepo ingine ya hiyo nchi. Bwana Yesu asifiwe. We have to declare. Uwe unatangaza. Kama ni watoto wako unawatangazia. Kama ni mama uko na mimba, ama kama hata ni baba, unatangazia huyo mtoto akiwa kwa tumbo. Unasema nyinyi mashetani mnauanga watoto wakiwa kwa tumbo, wasitoke kwa tumbo. Tunawakemea na tunawavunja, tunawakataa katika jina la Yesu. Na huyo mtoto atazaliwa akiwa mzuri. Akizaliwa usifikirie mambo imeisha. Anza kutangazia destiny yake. Tangaza kwamba atakuwa kwa afya mzuri, atasoma, atafikia masomo ya hali ya juu, akisoma atapata kazi. Anza kudeclare, na vile una declare itafanyika hivyo. Na muache kuitanga watoto wajinga, ng'ombe, punda. Wewe unafanana na nani? Waacheni kuambia. Sababu vile una declare hiyo maneno, unapatia hiyo strong man nguvu ya kutawala huyo mtoto. Hata sasa ile unamchapa, usimuite wewe ng'ombe hii, mbuzi hii, hapana. Mchape umwambie sio wewe nachapa. Ni nini? Ulimo ukegu. Ni ujinga na chapa, sio wewe. Wewe ni mzuri, wewe ni mwerevu. Praise God. Hata ukimchapa una declare sio wewe nachapa, ni dhambi nachapa, ni makosa nachapa. Wewe ni mzuri na utakuwa ukiwa mzuri. Praise God. Sio akiosha msichana, akiosha vyombo unamwambia wewe unaosaje vyombo? Hata hivi ukiolewa ndio utakuwa utapigwa na bwana yako, utafukuzwa na bwana yako. No. Vile una declare, hiyo shetani inachukua hiyo maneno na itafanya hiyo vitu. Chungeni, declare good things upon these people. Hata bwana yako, wacha kumdeclare mambo mabaya. Hata bibi yako. Wamama wengi ndio wamelani wa bwana yao, wamewaachilia hiyo strong man huko. Vile unajifanya hata utaki kuninunulia kitu hapa, hata nguo ya Christmas huku ninunulia. Hata na wewe hizo pesa utapata itaharibikia tukukua yote, itapewa kuliwa na maraya yote huko. Vile unamwambia hivyo itafanyika. Hata hakuwa na hiyo mipango, lakini ile kiroho kimeshikia hiyo maneno. Mubariki. Mwambie Mungu akubariki. Hata ukiweza mshike mikono, mwambie Mungu akubariki, abariki hii mikono unapofanya kazi, iwe na faida, itusaidie na ibariki maisha ya familia yetu.
Hata anapokuwa anaondoka huko, ukimaliza kufua manguo, ukiosha nyumba yako, enda umuombee. Mungu, kumbuka huyo bwana, umubariki, umufungulie milango, ubomoe milima yote. Akirudi arudi na baraka. Ile mapato anapata ya kazi ya mikono yake ibarikiwe, iwe baraka kwetu na hata kwa watoto. Bwana asifiwe. Teach yourself to declare positive things in your life. Na uwe unakemea. Mapepo niliwaambia mingi sio ya kuombea, ni ya kukemea katika jina la Yesu. Hata kama unaanza kukosa chakula kwa nyumba, funga mlango, ambia wewe shetani ya ukosefu wa chakula ninakukemea katika jina la Yesu. Watoto wakianza kufukuzwa, ambia hiyo wewe pepo ya kunikosesha pesa ya watoto ninakukemea, ya kulipa shule ninakufukuza kwa hii nyumba, hauna nafasi, ondoka katika jina la Yesu. Fukuza. Praise God. Fadhali neighbor asikie kama umeshikwa na wazimu. Na sasa hiyo unaongea na declare. By the way, ingine sio ya kufukuzwa kwa meheho. Najua meheho. Ambia shetani pepo toka katika jina la Yesu. Toka. Bwana asifiwe. Hata kama kutakuwa nini, hata usema roho ya umaraya ninakukataa, hata kama kuna mtu alikuwa ananyemelea bwana yako, si atafikiria umemuona. Ataogopa. Atatawacha. Hata kama kuna jirani ananyemelea bwana yako, si ataanza kuogopa, anafikiria unamuona. Kemea kabisa. Najua hii ni vita. Sio ya kusema tunapigana na usiniguze hapa, usinigonge hapa kwa tumbo, hapa na uma. Hapana, piga hapo kabisa. Hapo penye hiyo shetani na umango, piga. Hakuna kubembeleza. It is fire by force by fire. Bwana asifiwe. Yesu aliwaambia Mathayo 11 kwamba ufalme wa Mungu utachukuliwa na nguvu, na wenye watachukua kwa lazima ndio watachukua. Na hii Kanaani hautaingia hivi ukienda hivi kama harusi, utaingia kwa upanga na utachukua kwa upanga. Katika jina la Yesu. Ni vita. Haleluya. Siliona sasa ile Firauni anacheza na watu wa Mungu, mambo ya mwisho ilifanyikaje? Si watoto waliuawa? Mafasibo. Hakuna mchezo. Na wakati aliendelea kuwafuata kwa mto, si aliwekwa kwa maji? Maaskari wake si waliwekwa kwa maji, walibebwa na maji. Sababu sio mchezo. Praise God. Hata pahali kama mtu anakataa uandikwe kazi ama anataka kuchukua kazi yako kwa nguvu, hata kama ni director, hata Mungu anaweza fanya yeye aondoke. Kama yeye ndiye anataka kuwa ukuta, anaweza ondoka ili kazi yako iendelee. Praise God. Usianze kusema Mungu, ninaomba hii kazi lakini huyo director usimuguze. No, kama yeye ndiye anataka kuwa mlima ataondolewa. Ndio wewe utimiziwe ahadi yako. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kuomba maombi ya kudeclare. Na sio kudeclare tu, kudeclare neno la Mungu. Praise God. Mungu wetu atuwezeshe ile neno uko nalo litumie, maana neno ni kama risasi. Hiyo risasi unapewa, bunduki bila risasi haiwezi fanya kitu. Hata wewe imani yako na wokovu wako bila neno la Mungu kutangaza na kulipiga, kushoot, hilo neno lishoot, hakuna kitu itafanyika. Piga adui, umepewa upanga wa kupiga adui, upanga wa neno la Mungu. Praise God. Mungu wetu atusaidie, maana naona tukiingia katika hatima zetu. Na kile hakikufurahishi, tangaza, endelea kutangaza. Hebu tusimame, uanze kutangaza saa hii. BDK TV, the truth shall set you free.